Kutoka channel ya First Post kwenye kipindi cha Vantage with Palki Sharma inaeleza operation ya kijasusi ya Israeli dhidi ya Irani. Moja ya mambo ambayo yanazungumziwa katika habari hiyo ni kuwa Israeli ilidukua kamera za barabarani za Teherani. Ripoti inaeleza kuwa shirika la ujasusi la Israeli Mossad lilifanikiwa kudukua karibu kamera nyingi za trafiki katika mji wa Teherani kwa miaka kadhaa. Kamera hizi zilikuwa zikirekodi magari yanayoingia na kutoka maeneo ya serikali, harakati za walinzi wa viongozi, njia wanazotumia kila siku. Hivyo Israeli iliweza kuona karibu kila kinachoendelea katika makazi ya kiongozi mkuu wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei. Walitengeneza kitu kinachoitwa pattern of life. Kutoka kwenye video za kamera na data nyingine, wachambuzi wa Israeli walitengeneza kile wanachokiita pattern of life, yaani ramani ya maisha ya kila siku ya walinzi na viongozi. Walijua kwa mfano, walinzi wanafika saa ngapi, wanapaki wapi magari, wanakaa wapi, nani anamlinda nani. Hii iliwasaidia kuelewa mfumo mzima wa ulinzi wa kiongozi wa Irani. Tatu, walitumia AI na uchambuzi wa data. Data kubwa kutoka kamera na simu zilichambuliwa kwa kutumia algorithms, AI na uchambuzi wa mitandao ya watu, yani social network analysis. Hii ilisaidia kutambua mahali na muda ambao kiongozi angekuwa pamoja na viongozi wengine. 4, walikatisha mawasiliano siku ya operation. Yaani siku ya shambulio, minara ya simu karibu na eneo hilo ilivurugwa. Simu za walinzi hazikuweza kupokea tahadhari. Hii ilifanya operation kufanyika bila taarifa kusambaa haraka. Lengo la operation. Kwa ujumla, habari inaonyesha kuwa operation hii ilikuwa mfano wa vita vya kisasa vya kijasusi na cyber warfare, ambapo teknolojia kama kamera za barabarani na data za kidijitali zinatumika kufuatilia viongozi wa nchi pinzani. Kwa lugha rahisi, video inaeleza kwamba Israeli ilitumia udukuzi wa kamera za trafiki na teknolojia ya uchambuzi wa data kufuatilia mienendo ya kiongozi mkuu wa Irani na mfumo wake wa ulinzi kwa muda mrefu. Je, kweli kamera za trafiki zinaweza kuwa silaha ya ujasusi wa kimataifa? Au hii ni propaganda ya vita vya kisiasa? Andika maoni yako hapa chini.